Marafiki zangu popote pale mlipo, leo napeleka Igawa. Igawa ni mji mdogo ambao upo ndani ya wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya, mpakani kabisa na mkoa wa Njombe, karibu na Makambako. Ukitokea tu Makambako, mji wa kwanza ambao umependeza kwa taa nyingi, ambayo pia video inayofuata nimeonyesha kituo cha Igawa kwa barabarani, waweza kuona. Basi ukiingia huko ndani kuna hizi kasri zinazojengwa za maana. Ya zamani kote ilikuwa ni mapori. Yaani sio zamani, ni miaka 2 imepita. Mimi nilipita huku wakati naangalia viwanja kadhaa, na kumbuka ilikuwa ni pori kabisa. Kwa ndani ya miaka 2 kuna mapinduzi makubwa ya ujenzi ambao kwa kweli unaendelea. Unaona kila mmoja yuko katika nafasi yake, anajaribu kujibidisha kujenga mji wa Igawa kwa namna ya pekee. Unaona kwanza viwanja viligawiwa vizuri, utaratibu wa mji, yani mpango mji umezingatiwa, na basi matokeo yake ni haya mambo mazuri mnayoyaona, hizi kasri ambazo zinajengwa. Bila shaka ukipita barabara kuu uweze kujua kama huko juu kumenoga tu. Unaweza kaona migongo ya mabati mbalimbali ya rangi mbalimbali ya thamani mbalimbali, lakini leo najua kuna wengi ni wavivu wa kutembea. Basi mimi kwa niaba yenu nitatembea hatua kwa hatua, niwaonyeshe ni nini ambacho kimejificha katika haya makasri, katika hili poli ambalo ukiwa mbali unaona kama ni ile poli la zamani, lakini ukiingia ndani unagundua kuna ujenzi umepamba moto. Basi nawaalika tuwe pamoja, tuangalie namna ambavyo ujenzi unaendelea katika eneo hili. Hii ni chapter 1, nitawaletea chapter 2 na pia nitawaletea chapter 3 ya Igawa. Kwa hiyo hii ni sehemu moja, mtaa mmoja ambao nimeutembelea. Nitatembelea mtaa wa pili pia nitawarushia. Kwa hiyo usikose kusubscribe ili uwe aware kila mara nikitoa production yote, uwe macho kuiangalia. Sasa twende pamoja tuone jinsi ambavyo kuna mapinduzi ya ujenzi katika hili eneo. Kwa ujumla wakulima, watu wa Rujewa, wa Igawa, wa Mbarali, wengi ni wakulima wa mpunga na wakulima wa mahindi. Kwa hiyo hizi eneo wengi ni wakulima wakubwa mpunga kwa katika hili eneo. Lakini sio tu wakulima, pia wafanyakazi wa serikali ambao wanakaa katika haya maeneo wanajenga pia. Kwa hiyo ni competition, ni mashindano mtindo mmoja. Tutatembea pamoja tuone jinsi ambavyo hizi kasri zimejificha. Mimi nitawaonesha. Kwa bahati mbaya sikuwa nampiga picha wangu wa kawaida nitembea naye, lakini nitajaribu kupiga hii picha kwa ufasaha ili uweze kuona. Bila shaka mnaweza mkaziona vizuri. Nitaendelea kuzipiga picha na tutazunguka wote pamoja. Karibuni. Nitafanya kila niwezalo niweze kuwaleta katika hili eneo. Hata wale ambao wako nje ya Tanzania, nje ya Afrika, wanaweza wakaona wa Tanzania, na hata wageni pia mnakaribishwa kuona namna ambavyo kila mmoja anajibidisha kujenga kasri zake katika hili eneo. Na ujenzi kwa ujumla watumia matofali ya mchanga ya udongo ambayo yanachomwa, yanakuwa mekundu kama hivi. Ni matofali imara sana ambayo nimeona katika nchi nyingine kama nchi ya Kenya sio common sana. Wao wanatumia zaidi mawe ya kukereza. Sasa mimi kwenye video zangu kadhaa nimeonyesha namna ya kufyatua hizo tofali za udongo na za kudisha kuchoma kwa kutumia mbao, kuni, au kwa kutumia mapumba ya mchele ya mpunga. So kazi kwenu, mimi ninawaleta site. Karibuni. Hii ni part 1, inakuja part 2, tafadhali usikose. Asanteni, tuko pamoja tukiendelea utalii wa ndani katika mji wa Igawa. Hapa ni tankini
na tunaendelea, tuko pamoja. Mimi niko tayari kuwapeleka huko, niko huku sasa hivi. Kwa hiyo nitawapeleka kule ambako nafikiri mtakuwa mnafurahia. Basi tujiunge pamoja. Kumbuka kuna part 2 na part 3, na pia ndaonesha mji wa Igawa wakiwa wanaingia kutoka Dar es Salaam au kutoka Makambako kuelekea Mbeya. Asanteni, endelea kutazama. African to like music. Asubuhi imefika, jua nalo lachomoza, ninaiona siku mpya yenye matumaini tena. Asubuhi imefika, jua nalo lachomoza, ninaiona siku mpya yenye matumaini tena. Jana ilikwisha pita, ila kesho haijafika. Nitajitahidi kusahau mabaya yote yalopita. Jana ilikwisha pita, ila kesho haijafika. Nitajitahidi kusahau ya kale yote yalopita, sababu siku ni aliyofanya Bwana. Najua siku ni nitaifurahia tena. Tabu na mateso yote ni hadithi inayokuja. Japo nilikata tamaa nilipohofu juu ya kesho, kwa kuzani ya kwamba hayatokwisha. Jana ilikwisha pita, ila kesho haijafika. Nitajitahidi kusahau mabaya yote yalopita. Jana ilikwisha pita, ila kesho haijafika. Nitajitahidi kusahau ya kale yote yalopita, sababu siku ni aliyoifanya Bwana. Najua siku ni nitaifurahia tena, sababu siku ni aliyoifanya Bwana. Najua siku ni Basi hapa ni hospitali kuu ya Mbarali, hospitali kuu ya wilaya ya. Tutapita tena na tutaitazama ambavyo inaendelea na ujenzi. Haijakamilika, pia iko katika ujenzi. Kwa hiyo utashuhudia mwenyewe kwa karibu zaidi. Asante. Amenikumbuka,
amefanya siku mpya, ameondoa huzuni yangu. Mahali ni pazuri, ndugu wanapokaa wakipatana vyema na wakipendana. Mahali ni pazuri, ndugu wanapokaa wakipatana vyema na wakipendana. Ni kama umande mzuri unyweshavyo shamba, hivyo na Mungu wetu anavyobariki ndugu. Ni kama umande mzuri mzuri unyweshavyo shamba, hivyo na Mungu wetu mwema anavyobariki ndugu. Ni siku yako, ni siku yangu, Bwana amefanya. Naifurahia kwa utukufu wa Mungu. Ni siku yako, ni siku yangu, Bwana amefanya. Uifurahie nami naifurahia.